Chadema kuto kutambua serikali, yani Chadema inasema itambui serikali, alafu ikifika Mwenge kuta taa nyekundu zimewaka, anasimamisha gari, maana yake automatic anatambua serikali. Vinginevyo kuto kutambua serikali, akiumwa asiende kutibiwa na hospitali zinazogharamiwa na serikali, wasifanye chochote kinachohusishwa na serikali. Kwa hiyo ni masuala ya kuigiza tu. Hawatambui serikali, wanatambua serikali. Serikali yoyote duniani lazima iwe na mamlaka. Alafu wao hawana uamuzi wa jumla kuhusiana na uhalali wa serikali. Wenye kuamua kuhusu uhalali wa serikali ni waliopigia kura. Pia hawatakuwa wa kwanza kusema watambui serikali huku wakinufaika na serikali. Nakumbuka baada ya uchaguzi wa 2020 walisema mambo kama hayo. Kwa mimi sihangaiki nao kwa kutambua kwao au kutambua kwao. Ninachosema ni kwamba vyama vyote vya upinzani Tanzania, vya upinzani viliofika level ya Chadema, vilikuwa vinakwenda kufa. Ili kutengeneza uhalali wa tutakufaje, walitengeneza misemo kama ambavyo Heche na wenzake watengeneza misemo. Sisi tunaamini serikali ipo. Ndio maana anataka watu wafidiwe. Unaomba serikali uitambue, alafu unawaambia serikali ifidie. Serikali uitambue, alafu unasema serikali inakandamiza. Kwa hivyo mimi na Mtebo Heche na wanachadema wenzake kama watu ambao wamekwama, wanatapatapa, ila nawakumbusha shughuli zipo nyingi za kufanya, sio lazima tupotoshe na tuchafue nchi yetu. Kwa majina naitwa Mchange Habibu Mchange. Mimi ni mwenyekiti wa kituo cha wanahabari watetezi wa rasilimali na taarifa, kwa kifupi MESIRA. Sisi kama kituo huru cha wachambuzi wa masuala ya jamii tumeona ni vyema tukazungumza na Watanzania kupitia ninyi wanahabari wenzetu, ili tuweke sawa baadhi ya vitu ambavyo ama kwa bahati mbaya au kwa makusudi vimekuwa vikipotoshwa na Watanzania wenzetu, ama wanaoitakia heri mema au wasioitakia heri mema. Mtafahamu nchi yetu imetoka kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 na masuala kadhaa yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu. Na mtafahamu, mnakumbuka jana anayefahamika kwa jina la John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema, amezungumza, ametoa tamko, anasema kwa niaba ya chama chake, tamko ambalo limetufanya sisi tuzungumze kama MESIRA, tuzungumze na Watanzania. Moja, kama Watanzania tuna wajibu wa kuambia wanasiasa, wawe wanachama wa chama cha Chadema, wawe wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wanachama wa ACT na vyama vyote vingine, kwamba taifa letu ni muhimu kuliko vyama vyao. Nchi yetu ya Tanzania ni muhimu kuliko ubunge anaotamani kuupata Heche, kuliko uraisi anaotamani kuupata Lissu, kuliko ubunge anaotamani kuupata Zito. Na kwa msiofahamu, mimi ninayezungumza hapa nimepata kuwa mwanachama wa Chadema. Kwa nina vinasaba na Chadema. Kwa ninavyovisema hapa, nasema kwa maslahi ya Watanzania. Heche kwa makusudi huku au kwa bahati mbaya, jana amepotosha taifa na ametaka kurudisha taifa kwenye taharuki kwa kuzungumza masuala ambayo kwa mtu mwenye akili ukimsikiliza unaweza ukahoji utimamu wake. Miongoni mwa mambo mengi ambayo ameyasema Heche jana, ametutamanisha Watanzania
kurudi kwenye ukoloni. Yaani amesema taifa letu lishikiliwe au liongozwe na mashirika ya kimataifa ya nje. Sisi Tanzania ambao tulipata uhuru tarehe 9 Disemba mwaka 1961 tukaungana na Zanzibari miaka mitatu baadaye, leo tukabidhi uhuru wetu kwa wazungu watupangie namna ya kujiongoza, kana kwamba wakati Mbowe na Lissu wanalumbana kutafuta uwenyekiti, wao walisalenda power kwa chama kingine au kwa watu wengine waongezee chama chao. Kwa hivyo, moja, tunakemea vikali mpango wowote wa viongozi wa kisiasa kutaka kuwarubuni wa Tanzania, kuwarudisha kwenye akili za kitumwa. Tumeshavuka huko. Tanzania inaheshimika Afrika, imepigania ukombozi wa Afrika. Nchi iliyoshiriki kuzikomboa nchi kama Namibia, Msumbiji, Afrika Kusini, leo haiwezi, kiongozi wanajiita wa upinzani hawezi kutoka hadharani akashawishi taifa letu liuze uhuru wake kwa wazungu. Tutashirikiana na wazungu, tutashirikiana na mataifa mengine, tutashirikiana na mashirika ya kimataifa kwenye masuala yanayohusu mashirikiano.